uhasama huo, huku Ruto na naibu wake wakati huo wakionekana kukaa ngumu. The handshake was nothing but to assist him to ascend to the presidency. We want him to publicly make a commitment to the people of Kenya that once he is defeated the 5th time, he shall accept defeat. Na hata peleka watu kwa barabara, hata fanya fake swearing in ceremony, na hata kuja kutafuta William Ruto mambo ya handshake. Waliletea fujo Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakachukua nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru hapo mpaka wakaenda na handshake, program yetu ikapotea, BBI ikaendelea, tukazama, tukaingia kwa madeni. Sasa mimi nimewaambia, hii serikali hii, mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake. Hiyo Ikulu nimeweka mitego kila kona, kila pale, kila mahali nimeweka, na niko na watu wakunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. Pia wakisema that we are obsessed with handshake and nusu mkate. It is not us who are obsessed. It is you, our brothers, who are obsessed with nusu mkate, national accord and handshakes. Hata hivyo, mwaka 2024 kitendawili kilitegwa na vijana wa Gen Z. Maandamano yao yalitia kiwewe serikali ya Kenya Kwanza. Katika kutegua kitendawili, rais aliamua kubuni serikali jumuishi na kuangazia mazungumzo ya kitaifa yaliyoonekana kukwama. Mahangaiko ya Wakenya yalionekana kutiwa kapuni, huku tabaka la wanasiasa likijipanga katika kudhibiti mambo nchini. Hayawi. Leo ni ile siku. Nani amesalitiwa, wapiga kura au viongozi wenyewe kwa wenyewe? Wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Na ushirikiano wao ni wa mambo 10, yakiwemo ripoti ya NADCO, vita dhidi ya ufisadi na kumaliza ukabila. Tumemwambia Ruto si mtu wa kushikana na yeye, na ukishikana na Ruto itakuwa ni upate mtu amebeba gunia inanuka, alafu umwambie leta nikusaidie kubeba. Action ina reaction. Ruto ageuze kichwa yake ngumu, arudi kwa wananchi. Na ikiwa itakuwa ni hivi, baba awe kwa debe. Kuungana na Raila Amolo Odinga na William Ruto sio mbaya, kwa sababu Raila aliungana na Kibaki walisupport. Raila aliungana na Uhuru Kenyatta walisupport. Kwa nini kama anaungana na Ruto watu wanataka kupinga? Tunasema imefika wakati pia vijana waweke kwa meza ambayo chakula ipo. Tunaungana na Raila na Ruto. Juu hata tukienda kwa Gachagua haitakuwa poa, hata tulikuwa tunaona tu. Tofauti na marais waliomtangulia Ruto ambao walifanya handshake na Raila, Ruto amefanya hivyo katika nusu ya muhula wake wa kwanza mamlakani. Wengine ilikuwa katika vipindi vyao vya lala salama. Je, hiyo inaibua taswira gani? Mkataba unaelekeza demokrasia vipi? Na Kenya kwa sasa inakumbwa na matatizo ya kisiasa au ya kiuchumi au ya kijamii. Na ni masuala yapi yanahitaji kupewa kipaumbele? Ile mkataba tumeweka sahihi hapa leo, sio kwa manufaa ya mtu binafsi, sio kwa manufaa ya Raila Odinga ama William Ruto, ni kwa sababu ya manufaa na interest ya vijana wa Kenya. Mkataba wa Raila na Ruto utakuwa na athari gani kwako kama mpiga kura na mlipa ushuru? Brian Amuai, K24, Nairobi. Na mkuruba wa kisiasa wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga umefungua ukurasa mpya kabisa katika mkondo wa siasa za humu nchini. Kinyume na matarajio ya wengi na ahadi kochokocho za kuendesha meli itakayostahimili mawimbi makali, lilokuwa likiofiwa tayari limekuwa. Je, taswira ya sasa ya kisiasa hapa nchini ni ya Wakenya kujidunga mwiba ama ni mwendelezo wa sarakasi za siasa za Kenya zisizoisha? Mkataba wa ushirikiano waliotia saini viongozi hawa wawili umeibua hisia changamano kutoka kwa wafuasi wao, mashirika ya kijamii, viongozi wa dini na wakosoaji wao. Huku Wakenya wakiendelea kupambana na changamoto tofauti za maisha zikiwemo za kiuchumi na usalama. Ushirikiano huu ni demokrasia na maendeleo
wanaotaka Wakenya ama ni udumishaji wa maslahi ya viongozi tu? Wanahabari wetu watatangamana na wananchi maeneo tofauti yakiwemo Mombasa, Eldoret, Machakos, Nyeri, Kisumu, Murang'a na Nakuru kuhusiana na mada hii. Vile vile tutakuwa na mahojiano hapa studioni na katika barabara za Nairobi. Usibanduke popote unapotazama. Mimi ni Daniel Kitu. Hujambo na karibu. Na kama unavyoona kwenye kiwambo cha runinga yako, hii ni Studio A. Nahodha Daniel Kitu, na katika Studio B tutakuwa naye Mombi Chege. Baadaye atafanya mazungumzo na wageni studioni kuzungumzia mada hii muhimu. Vile vile katika Studio C tuko naye Harriet Chimea. Atapakua jumbe zako katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mada hii ambayo tunaisherekesha hapa ndani ya K24. Katika kiwambo cha runinga yako kama unavyoona hapo, tuko naye Timothy Simwa kutoka Eldoret, tuko naye Boniface Musangi kutoka kaunti ya Mombasa na vile vile Mombi wa Mbogo kutoka kaunti ya Nakuru. Kwa sasa namrushia mwenzangu katika Studio C Harriet Chimea, tueleze kutoka kwake tutarajie nini. Niko hapa Ange kukusanya maoni ya wananchi kuhusu swali la leo ambalo ni je, kufuatia mkataba wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga, je, changamoto za Wakenya zitasuluhishwa? Je, mkataba wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga utasuluhisha changamoto zinazowakumba Wakenya? Unaweza kutuma ujumbe wako kupitia mitandao yetu ya kijamii @K24 TV na @Kameme TV, kupitia mitandao ya kijamii @X na Facebook. Unaweza kutuma ujumbe wako kupitia mitandao yetu ya kijamii @X na Facebook @K24 TV na @Kameme TV. Lakini sasa niruhusu tuvuke kaunti ya Mombasa ambapo tutapata hisia zaidi kutoka kwa wananchi. Boniface Musangi. Naam, shukrani sana. Basi katika kaunti ya Mombasa, nipo katikati ya mji wa Mombasa ambapo tayari basi nitaweza kuongea na baadhi ya wakazi hapa. Waweza kutuambia kauli yao ni ipi kuhusiana je, ile handshake kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga ni ishara wazi ya kwamba Rais William Ruto ameshindwa kuongoza taifa la Kenya, hivyo basi akaweza kutafuta usaidizi kutoka kwa rafiki yake wa karibu kinara yule wa upinzani Raila Odinga. Basi haina haja niandike kwa mate, nipo na wakazi wengi hapa ambao nitaweza kutangamana nao, na pia vile pia jamii hapa ya hili bunge la Polana hapa la wananchi. Nitaweza kuuliza ni yapi ama ni ipi hisia yao kuhusiana swala zima hili basi la hii handshake kati ya Rais William Ruto na kinara upinzani Raila Odinga. Je, swali ni je, handshake kati ya Rais William Ruto na kinara upinzani Raila Odinga ni ishara wazi ya kwamba rais alikuwa ameshindwa kuongoza hili taifa? Hujambo, na unaitwa nani? Kwa majina naitwa Millicent Odhiambo. Mimi ndiye Wiper coordinator wa Mombasa County. Na ukweli ni ya kwamba handshake inadhihirisha wazi kiongozi aliyoko ameshindwa na kazi. Kwa sababu ukiona zile vipengele ambazo zimewekwa kwenye agreement ni vipengele vya utumishi, what he should have done. Mambo kama corruption. Wakati alipokuwa akiingia kwenye debe alisema atakab corruption, zero tolerance. Leo hii imewekwa kama an agreement. Mambo ya abductions ni yale mambo ambayo yanatendeka ambazo si sawa, ndiyo zimewekwa kwenye agreement. Kumaanisha ni hizo vipengele zinadhihirisha ya kwamba kazi ya kuendesha nchi imekuwa ni nzito kwake, na ikabidi atafute mwingine amsaidie kuendeleza nchi. It's very clear from the agreement from number 1 to number 10. Those are the terms of reference ya kiongozi. So kama leo terms of reference ambayo ndiye alianza nayo kazi ndio imekuwa agreement ya kuungana na mwingine, it's very clear that kazi imekuwa ni nzito kwake. Unaona nini haswa kama ameweza kushindwa kutekeleza wajibu wake, nini kinafaa kuweza kutendeka? The truth is, wakati ambapo umeshindwa kazi kama ni corporate sector na hii nchi ni nchi ambayo inaendelezwa corporate kama KPA, kama umeshindwa kazi you resign, alafu mwenye anaiweza kazi anaichukua maalum, kwa sababu hata kama wataweka zile 10 point agenda na the system
sababu shida ya Kenya si viongozi, si wananchi, it's the system ambayo imewekwa inatuelekeza kwa njia fulani. So wakati unaweka vipengele lakini system ile haipo mkononi mwako, it's a waste of time. Ndio leo hii wanapoanza safari na the systems ndizo hizo, then hamna mahali wanafikia, sababu nchi inaelekezwa na the systems that are in place. So what systems are there? Pengine Mkena, songa tu karibu hapa, mwingine songa tu hapa karibu tuweze kuhoji. Una wito gani wewe kuhusu wazima hili handshake wewe? Je, unaona handshake hii kati ya Raila Odinga na Rais William Ruto ni ishara wazi kwamba Ruto ameshindwa kuongoza taifa? Katika maoni yangu mimi naona mheshimiwa Rais ameona hili jambo si rais alivyofikiria yeye mwenyewe, na kuna mambo ambayo yeye mwenyewe amekuwa mazito kuyaendesha. Maana ukiangalia katika serikali yake kumekuwa na mabadiliko mengi. Hiyo ni dhahiri kuwa labda mtu kutokuwa na fahamu ya kinachoendelea. Mheshimiwa Raila Odinga jana aliongea akasema sababu yeye ya kuungana na serikali, alisema yeye mwenyewe ni kuwa kuna mambo ambayo yanahitaji yatiliwe mkazo. Akasema yeye amekuja mahali pale ili kusaidia haya mambo ambayo yanaathiri wananchi wote yakuwe yanazingatiwa. Ikiwa kama mheshimiwa Raila amekuja kusimama na mheshimiwa Rais na ili amtetee ama ajaribu kuleta dhana tumchague rais tena, basi amefeli asubuhi na mapema. Kaka Peter hapa tu, maoni yako ni yapi kuhusu swala zima hili la mjadala wetu wa leo? Sana kwa majina mimi wananiita Leni Oguna, na hii maneno ambayo umeleta hapa, hii swala imesumbua wananchi kwa siku nyingi sana. Na mimi ningesema Rais Ruto kuungana na Raila ni vile Rais Ruto aliona kuna ulemavu kidogo imemshika pale, akashika Raila amsaidie kazi. Na sisi kama Wakenya tutulie manani na tukazane, tukiangalia Raila na Ruto watanyorosha inchi. Manake hivi karibu tunategea kuona kama dissolve kila kitu ili wafanye nini, waanze upya. Walisema pale juzi ya kwamba watagawa serikali katikati. Sasa tungoje waanze hiyo katikati. Wakishaanza katikati tuone hizi upande mbili watafanya kazi namna gani. Manake saizi tuko stagnant, hatusongi mbele. Hii imeshindikana, na Raila nina uhakika watasaidiana na ndugu yake rais na watatatua maneno, mambo itakuwa sawa. Asante. Hii imeshindikana, watatatua maneno. Pita hapa kaka, tukifupi hapa kabla hatujaweza kuelekea kule Kisumu. Una maoni gani kuhusu mjadala huu wetu sasa? Mjadala kwanza, kwa majina yangu naitwa Makorucha. Mjadala huu ya kwamba Rais William Ruto ameshindwa hajashindwa katika uongozi wake, hakika ni kwamba anayetafuta usaidizi ni yule ameshindwa katika kitu fulani. Na Rais William Ruto kumtafuta Mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu nchi pale ilikuwa inaelekea ni kana kwamba serikali ya UDA ama UDA ilikuwa imelemewa kimaadili na kiakili. Sasa kule kumwita Raila aje hapa, Raila amekuja na mapendekezo yake na amekuja na jinsi yeye anavyoona ya kwamba nchi atakana iendeshe kiasi. Mimi ndio nitakasema mwisho ni kwamba makosa ya kufeli kwa Ruto tusimwekee Ruto, tujiwekee sisi wapiga kura. Ni mapresident watatu sasa hivi wamefanya kazi na Raila kwa ajili ya handshake, na unapata tunamwacha yule wale wanayemuona ni mtu wa kuongoza, alafu tunamwacha tunachukua yule ambaye haongozi. Mwishoe yule ambaye anachukuliwa na wananchi anamtafuta yule aliyebwagwa. Katika election hii tunaokwenda, wananchi wa Kenya nawaambie hivi, tusiende katika elections na emotions ya kwamba tutoe fulani tuingize fulani. Asante. Huyu mwenzangu tu yupo anaitwa Guma, anasubiri sana katika mahojiano haya, lakini kwa ufupi sekunde moja. Kwa jina mimi naitwa Albert. Mimi sioni kama handshake ya Raila na Ruto ni kusaidia wa Kenya. Changamoto yenye Kenya ina face, rais ako na power. Kama mambo ya health, mambo ya education, hahitaji Raila kuungana na serikali ndio tupate solution. Ni utapeli rais anaungana na Raila ili aendelee kunyanyasa wa Kenya na Raila nyamaze na wafuasi wake.
Shukrani. Basi ni wakazi hawa wa kaunti ya Mombasa, pia vile bunge la Polana hili basi wakaweza kutoa maoni yao kuhusiana na swala zima hili basi la mjadala huu. Je, Raila ama kiongozi wa upinzani Raila Odinga akiweza hatua yake ya kuweza kushirikiana na Rais William Ruto ni ishara wazi kwamba Ruto pengine huenda akawa ameshindwa kuweza kuongoza hili taifa. Ni swali tu linaloulizwa, je, ushirikiano wao na sheria wazi Rais William Ruto ameweza kushindwa. Wengi hapa wameweza kutoa kauli tofauti hapa hivi, lakini tutaweza kusikiza zaidi kwa mwanahabari mwenza Guma akiwa kaunti ya Kisumu. Pengine Guma, kama unanipata kwa njia iliyo safi sana hapa Mombasa, maoni ndio hayo tayari yashaweza kutamatika. Je, katika kaunti ya Kisumu wakazi wanayapi katika maeneo hayo huko? Kwako Guma. Naam Sangi, shukran sana. Katika kaunti ya Kisumu vile tunaendelea kupata tu hisia kutoka wakazi kutoka kaunti hii kuhusiana na ile handshake ambayo ilifanyika kati ya Raila na Ruto. Kama wamedhihirishwa na hayo na matarajio yao ni gani, ama bado wako na ile simtofahamu kuhusiana na ile makubaliano ilikuwa kati ya Ruto na Raila, na kama vile hao pia wana maoni gani? Wangependelea iendelee ama hiyo ni kama njia ya kutofanyia Wakenya kazi vile inavyofaa? Hebu tupate tu maoni yao tusikie hapa Kisumu wanasema namna gani. Anza na majina yako, tuambie kwa wewe kama mkazi wa Kisumu una matarajio gani baada ya Raila na Ruto kushikana kufanya kazi pamoja? Wewe unaona kazi iko sawa ama Ruto alishindwa na kazi na vile kuungana na Raila pia imeleta shida? Haya, kwa majina naitwa Dikorongo. Mimi ni community organizer na Kikao ni kikundi ya vijana wanao tunafaitia good governance na youth leadership. So kikuja kwa maneno ya Raila na Ruto, the Raila Ruto Pact, chenye sisi kama wananchi tunaweza sema ni kwamba wakati wowote, muda wowote tunaenda kuchagua, tunaenda katika uchaguzi, sisi huenda huko kuamua nani ndiye atakuwa katika opposition na nani atakuwa katika serikali. Na wakati wa uamuzi wa wananchi ushaamuliwa hivyo, inakuwa vigumu sana ama inakuwa jambo la kusikitisha kama viongozi hawa wanaenda tena wanatengeneza an illegal pact after the democratic wananchi washa express their sovereignty, washa express their democratic rights. Nyinyi mnaenda mnatengeneza kikundi yenu watu wawili to overturn the will of the people. It becomes so difficult, so frustrating. Hata why are we voting then? Mbona tunatumia hiyo pesa yote kupiga kura kama kama wananchi? Si basi mkue mkijiunga before election mtuambie hivi ndio tunataka kutengeneza hii serikali, kuliko mtuite tuende we put our will to the test, we think of what we want to do as a country. Sisi tumeamua kama wananchi, tumeji-express, then two or three people come wana overturn the will of the people. So for me this pact is unconstitutional. It is illegal kwa sababu ina legal backing. Hakuna kwa constitution penye opposition na separation of powers. Hakuna penye constitution penye opposition na wanafaa kuwa pamoja. There is no governance structure such as that. So hii ni illegal, it's undemocratic, ina undermine our democracy as a people, na pia naweza sema it's very unconstitutional. Kwa sababu sawa, hebu tuchukue maoni ya mwingine hapa. Njoo kaka, utupatie maoni yako kuhusiana na mjadala yetu ya leo. Kwa majina naitwa Jimmy Magero na mimi ni mmoja wa viongozi wa vijana kwenye kaunti ya Kisumu. Kuhusu kuja pamoja kwa Rais William Ruto pamoja na Raila Odinga, ningependa kusema ya kwamba in 2010 Kenya went to for an exercise that will later mark a historical landmark in our nation. That is when we birthed the new constitution. And in this constitution, all these issues that they are talking about, the issues that they are talking about in their MOU are already captured in that constitution. Ukiangalia article 37 inaongelelea mambo sisi kuwa na haki ya kuprotest na kupicket peacefully without disturbing anyone and presenting a petition to a public office. Ukiangalia chapter 6 inaongelelea mambo la leadership and integrity. Ukiangalia vipengele vingi pale ni tu mambo ambavyo wameongelelea kwa hiyo MOU. Sasa sisi kile ambacho tunasema ni kwamba wazingatie katiba, wafuate katiba jinsi ilivyo. Katiba kama inaweza ikatekelezwa jinsi ambavyo Wakenya walivyoipitiza, hatutakuwa na mambo ya kujiunga
kwa sababu kuna watu ambao wako na interest zao ambazo zina supersede the general will and general interest of the people of Kenya. Sisi kama vijana tunasema ya kwamba this was unnecessary coming together. If it is for the sake of peace, we have got all mechanisms to ensure that we have got a peaceful country. We have got a robust constitution that only need implementation. We expect the president, with all the organs that are there in the governance, to ensure that they do the right thing, implement 2010 constitution to the end, and we'll ensure that all the issues that we are talking about in the name of handshake, we are talking about in the name of MOU, will be a thing of the past. Kenyans want service delivery. Kenyan wants the people that they elected to serve them. So we expect that leaders who are elected, leaders who have been appointed and who are holding those offices in trust to deliver. And we do not want all this scapegoating in the name of, I don't know, handshake and MOU. We want a country that if we leave behind those who will come after us, for sure, we'll know that we laid a good foundation for prosperity of our nation. Thank you. Sawa, acha nichukue maoni mengine hapa. Anza na majina, alafu tuambie matarajio yako kuhusiana na ile maktaba kati ya Ruto na Raila, na una maoni gani kuhusiana ama hisia gani kuhusiana na hayo maktaba yenye ilifanyika wiki iliyopita? Well, Bruce Michael Bongo, political activist in Kisumu. Now, what we saw happening in Kenya is the direct opposite of what our national virtue should be. The handshake that happened between Raila and Ruto is a threat to the constitutional order of our country. It is a threat to the rule of law and the rules of natural justice. What we mean by this is that we have a president who swore to follow the constitution of Kenya. What we can see right now is that the big boys club have decided to mutilate the same constitution. And now what they are doing with this handshake is ethnic balkanization. We are not as Presbyterians of this country to mean that we want the best for our own country. We know over JavaScript. What is happening today is a JavaScript. It is a program that uses what is called a memory to execute a new role. And that is what is happening. We know very well that people are being kept in their bases through promises. Right Honorable Raila Amolo Odinga keeps his people in incessant promises. He tells them that I'm going to communicate my next line of action next week. At that time, he puts the government under pressure to bring down the pecuniaries, and yet the people are suffering. And on the other side, his loyal fans are on the streets waiting to demonstrate. We are not going to go that direction. Because even if you look at it right now, Raila Amolo Odinga today is politically irrelevant in matters of opposition. And while moving forward, you also have to understand that we have a life as a citizen of this country and we must protect our country to the fore. Haya, maoni ya mwisho kutoka kaunti ya Kisumu. Majina mimi naitwa David Moi, mkaji hapa Kisumu. Chenye nesa ongelea kuhusu hii mambo ya handshake ya baba na Ruto, hiyo bado tujakaribisha kusema tu kweli. Kwa sababu Kenya bwana, vijana wamesoma hapa Kisumu. Kenya yote vijana wamesoma, hawana job. Sisi hii handshake hii ya baba, kwanza baba hajakuja tuambie hii handshake yenye anafanya na Ruto iko na maana gani kwa wananchi wa Kenya. Shwali. Hiyo hatuoni. Hata hapa ground si poa vile. Sio fiti baba. Hiyo kitu fikiria mara ya pili tena. Rudi ufikirie. Si usiende tu hivyo vile unaenda hivyo. Kienda hivyo unajua wewe ndio sasa unaona hata juzi Kisii vile kulikuwa. Nairobi imekuwa. Tafadhali rudi kwa mesa. Rudi chora hiyo kitu fit. Kama ni mbaya toka huko. Tupe mtu. Watu ni wengi wa kusimama. Kama hujui utasimama, tupatie mtu wa kusimama. Tutaunga mkono, lakini upande umeenda huko, mimi nakwambia tu baba, huko nao umechipika chenga. Si mchezo. Haya ni kauli tu kutoka kaunti ya Kisumu, na kama vile unavyosikia wanasema kuwa yale yalifanyika kati ya Raila na Ruto bado hawajaridhishwa nayo kamwe, na pia wangetaka katiba ya Kenya ifuatiliwe kikamilifu.
kutoka kaunti ya Kisumu tunaelekea moja kwa moja katika kaunti ya Nakuru kwa Mumbi. Kwako, kama unaweza nipata Mumbi, chukua ushukani. Shukran sana Guma, ukiwa hapo kaunti ya Kisumu, na kama ambavyo unaona hapa kaunti ya Nakuru, wakazi wana hamu tu ya kutoa hisia zao kuhusiana na mjadala mzima wa ndoa ya Rais William Ruto naye Raila Odinga, na bila kupoteza wakati wacha tuweze kuungana nao tuweze kupata tu hisia zao. Karibu sana kwenye runinga ya K24. Karibia tu, tueleze jina lako na utueleze kufikia sasa tumeona yale ambayo yametokea. Labda wewe kama Mkenya na mkazi wa hapa kaunti ya Nakuru, unahisi kwamba Raila ana maono mazuri kwa Wakenya au hisia zako ni zipi? Kwa majina naitwa James. Maoni yangu ni kwamba Raila hana anything at heart kwa sababu ya Wakenya. Huyu mzee ni mzee wa heshima, tunamheshimu, lakini huyu mtu mwenye anaolewa kila baada ya miaka 5, anakosoa serikali, anaolewa, serikali nyingine inakuja inamuoa. Huyo mtu hana mapenzi yote tu na wananchi. Yeye anaangalia tu tumbo yake na jina yake na kile kitu anapata. Labda unaona labda angekaa nje ya serikali. Unajua Raila kukaa nje ya serikali na kukaa ndani ni all the same. Akiwa nje si ati anasaidia serikali. Huyo mzee wakati alikuwa anatetea Wakenya ni kitambo, si sahi. Sasa hiyo Wakenya wamejanjaruka, wanajua chenye wanataka na wanajua haki zao. Kitu Raila anafanya, anateka advantage tu ya mashida yenye tuko nayo, anaenda kusema na tutetea, anapoa chenye anapewa, anapoa security, anapoa mshahara, ananyamaza. Mimi hii ndoa yao, kitu ningeulizwa ningesema, hii ndoa yao ni ya unafiki. Wanajifanya wameshikana kwa sababu walisema ati tumeshikana ndio tulete amani Kenya. Kenya tumekuwa na amani. Wamesema tumeshikana tupate maendeleo. Mimi swali yangu ni President Ruto, manifesto ni yako. Unahitaji baba aje kukusaidia kutimiza vitu zenye ziko kwa manifesto yako. Baba alikuwa na manifesto yake. Wewe uko na manifesto yako. Ulituambia za baba ni fake. Leo imekuaje tena yeye anakusaidia kutimiza zile vitu wewe mwenyewe ndio ulituahidi? Shukran, wacha tuweze kuungana na mkazi mwingine hapa. Tueleze jina lako na hisia zako ni zipi kuhusiana tu na ndoa nzima ya William Ruto na naye Raila Odinga. Jina langu ni James Ng'ang'a, mimi ni mkazi wa Bahati hapa Nakuru. Maoni yangu, ndoa ya Ruto na Raila ni ndoa ambayo si takatifu kwa Wakenya. Manake Wakenya kuanzia wakati wa maandamano ya Gen Z, Wakenya wamekuwa kijitetea hao wenyewe. Hakuna wakati hata mmoja Raila amesimama kuwatetea Wakenya tangu wakati huo. Kwa nini? Ushawahi wakati mmoja sikia Raila akiongea kuhusu mauaji ambayo alifanyika? Umesikia Raila akiongea kuhusu abductions? Yeye kazi yake ni kusema nitaongea, nitasema, lakini hakuna jambo lolote ambalo limefanyika. Tumeona makesi mahakamani za washukiwa wale ambao walihusika na hayo, lakini yeye hajasema, hajasukuma serikali, hajaisukuma kwa lolote. Kwa hivyo pale ameingia kwa manufaa yake binafsi na wale ambao wanamzunguka. Kwa mfano mimi naweza kuambia, unaangalia unaona vituko zingine zinafanyika, unajiuliza kweli hiyo imefanyika? Raila akiona, unajua mimi nilimpa kura, nilikuwa na imani na yeye, lakini haswa saizi hata ukiniwekea Raila hapa na uniwekee Ruto hapa, hata afadhali basi nimchague Ruto kuliko huyu ambaye hana msimamo wowote. Anafanya kuwa Wakenya wanakosa value ya uchaguzi kwa sababu kila serikali yuko ndani. Kwa nini? Sio manufaa ya Wakenya, ni tumbo yake na maraki zake. Shukran. Haya, tusonge mbele, tueleze jina lako. Labda wewe kwa upande wako una imani tu na uhusiano au makubaliano tu ya Rais na Raila Odinga? Kwa majina naitwa Lesanjo. Kwa maoni yangu ningesema ndoa hii ya Ruto na Raila is a situation whereby kuna watu wawili ambao wako kwa ndoa and they are unfaithful to each other. So kila mtu anajua this other person is cheating on me, but no one wants to admit that they are in this relationship for convenience. Vile mwenzangu amesema, hakuna kitu yoyote ambayo Raila as a person anakuja kusaidia wa Kenya. They've said that this union is about Kenyans. It's not. Because in actual sense, Raila kama angekuwa mtu ambaye anaongelea mambo ambayo yanaadhiri wa Kenya, wakati watu walianza kuwa na wakati abductions zilianza, tukirudi nyuma mpaka pale mahali kulikuwa na maandamano, that would have been his opportune time to correct the message that young people got out on the streets for, but hakufanya hivyo. Na kwake hata wakati kulikuwa na maandamano,
Those young people, I remember a lady called Anini, alimwambia baba, stay at home, we fight this fight for you. He did not do that. For him, he took advantage ya kwenda kujitafutia position zake na marafiki zake. So hapa asijaribu kusema ati kuna chochote ambacho anafanyia wa Kenya. Hakuna. Shukran. Karibu sana, tueleze jina lako na hisia zako tu ni zipi? Kwa majina naitwa Kennedy Wainaina. Mimi ni mkazi wa hapa mji wa Nakuru. And kulingana na ndoa ambao tumeiona hivi majuzi ya Mheshimiwa Rais na Raila Amolo Odinga, ni ndoa ambayo ni ya ukatili. Hii ni ndoa ambayo ina unafiki ndani yake. Maana mimi nikiulizwa kama Mkenya, sioni jambo ambalo serikali ambayo inaongoza the current regime, mambo ambayo imeshindwa kutimizia ya Wakenya. Tuangalie kama sekta ya education. Wameshindwa kufanya funding model ya education sector in our country. What will it benefit Kenyans? Raila joining the government yenye imeshindwa kulipa fidia ya shule ya wanafunzi wetu. Raila anakuja na nini kwa meza ambayo itafanya serikali ibadilike? There's nothing that Raila will bring on the table that will make Ruto regime change. It won't change. For instance, tuangalie hata sekta ya health sector, walikuja wakatuondolea NHIF hivyo tu kigafra, lakini wameshindwa kucontain on how SHIF and SHA is running. Wameshindwa kufund. Ruto mwenyewe during the campaign, he promised Kenyans, and that is the worst thing and the worst mistake Ruto made. Aliambia Wakenya tukiingia kwa serikali tutahakikisha kwamba kila mwananchi analipa fidia ya hospitali ya shilingi 300. Unfortunately, personally mimi mwenyewe niliregister SHA kwenda kuangalia, nikaambiwa nafaa kulipa 990 shillings, yet NHIF was paying 500. Hii 400 ingine ya juu imetoka wapi? Because personally I expected that fee irudi from 500 at least to 300 or 350. So I don't see anything that Raila will bring on the table that will make Ruto's regime to change. Because number one, Ruto's regime is a regime that have been known for lies. Ruto himself, from the word go during the campaigns, uongo, uongo, uongo. Each and every day, Ruto is talking lies. He has nothing content to convince Kenyans that, yes, I can be a president who can transform this country. And I'm telling Kenyans, any Kenyan with an iota of hope that this regime is going to change and bring anything tangible in this country, you are living in a world that never exists. It doesn't exist. Because in the last 2.5 years, what has this regime done? Nothing. We have only seen the messes, the abductions, corruptions, and during the MOU, the signing of the MOU, apart from number 1, number 2 to number 10, these are things that has been enshrined very well in our constitution. For instance, integrity, it's well stated there. Corruption, it's well there. Human rights, it's well stated there. So Raila is not coming to bring this government to a standstill of bringing abductions and killings. We have seen young people die since June, during the Gen Z demonstrations. We have seen people die. We have seen people being abducted. Even here in Nakuru, we saw people being abducted to a point kila mtu sahi haezi ongelea ubaya wa serikali. Unapata mtu akisema nikiongea Subaru itanikuta. Well and good, but till when will we have this marriage? We started with nusu mkate. We came to handshake. Now we are in an MOU that hatuelewi inaelekea wapi ama inaanzia wapi. Who said that for Kenya to have peace, we must have Raila on board? Who said so? Raila is not a god in this country. Number 1, he's not immortal. Even the leaders we have today, either in Senate, either in governor seats, either in the national parliament, they are not immortal. And I'm saying this without blinking an eye. They are not immortal. A time will come. Raila will no longer be there. And now, you know, I was just trying to think of this MOU. Before we were out of AUC, this AUC seat was given to Raila as a priority after the Gen Z demonstrations, because automatically the regime understood that after these demonstrations are over, Raila and the team will take over to the streets and this country will have no peace. Now Ruto came in a cunning way and promised Raila that I will support you to get the AUC seat. Unfortunately, he had no capacity because Ruto had only 1 vote. What about the other president? That is why Raila failed terribly. And now after the AUC seat is over, you are now bringing us back to the NADCO report. That is nonsense. And I'm saying this to our MPs.
That is bullshit you are bringing to this nation, and you cannot transform this nation. Thank you. With that. Thank you. Shukran sana. Kama ambavyo unaelewa kwamba eneo la bonde la Ufa ni mojawapo tu ya ngome ya Rais William Ruto, Nakuru, kaunti ya Nakuru ikiwa ndani yake. Na kama ambavyo unasikia, hao ni wakazi wa eneo hili ambao tu wanaonekana kugadhabishwa tu na yale makubaliano ya Rais William Ruto na Raila Odinga. Hisia kutoka hapa kaunti ya Nakuru. Jina langu ni Mombi wa Mbogo. Lakini sasa ningetaka niweze kukupeleka katika kaunti ya Uasin Gishu ambapo Timothy Simwa yuko ange tu kuungana na wakazi kupata hisia zao. So Dr. Mumbi, kama ulivyosema ni kwamba na sisi pia tuko katika barabara za jiji la Eldoret kuweza kutafuta maoni ya wenyeji tu kuhusiana na ushirikiano wa kisiasa ambao ulitiwa saini wiki iliyopita baina ya Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga, kutaka kujua wenyeji wa kaunti ya Uasin Gishu wana yepi ya kuyazungumzia kuhusiana na hili, kizingatiwa kwamba suala hili zima limevutia hisia mseto. Bila kupoteza wakati, ni ruhusu niweze kuungana na wenyeji hapa waweze kutuelezea hisia zao kuhusiana na hili. Wiki iliyopita Rais na Raila Odinga wametia saini mkataba wa ushirikiano baina ya ODM na UDA. Ukiwa kama Mkenya na mkazi wa Uasin Gishu, wewe hisia zako kwa hili ni zipi, na unadhani kwamba ushirikiano huu utasaidia kusuluhisha baadhi ya changamoto ambazo tunakumbana nazo kama taifa? Kwa majina naitwa Kevin Rono, na issue na broad-based government hatuna shida nayo. All what we want as Kenyan citizen now, tunataka serikali ifanye kazi, ifanye maendeleo, na we want all government employers wakuwe employed on merit. Mambo ya kureward watu kisiasa hapana. It is now time to work. Ikifika wakati wa siasa tutajua mwelekeo wa baba na Mheshimiwa Rais, kama hiyo ndoa yao itadumu ama itaharibika. But for now, what we want as Kenyans, we want jobs, we want development, nothing more, nothing less. Asante Bwana Rono. Labda mkazi mwingine, hisia zako ni zipi? Utaanza kwa jina. Kwa majina naitwa Moses Maina. Mine is just to say I want to congratulate Raila kwa ile mambo ya handshake. That is true leadership, kwa sababu Raila amewasaidia hao watu wote sana. Kutoka Kibaki imekuwa na shida, Raila tena wakasalamiana na Kibaki, wakasalamiana na Uhuru, mambo ya Uhuru tosha, Kibaki tosha. Juzi wamesalamiana na William. Na mimi nataka niambie president kwamba in fact alichanuka kidogo. Kama angesubaa ingekuwa shida. Kama Raila angecross bande ile angekuwa na shida kubwa sana. So hapo aliscore marks kidogo. Ile kitu nataka niseme kwamba ni kwamba the economy of this country is actually not stable. Common mwananchi kuweka chakula kwa meza ni shida. Hakuna kazi. Hii watu wote hawana pesa. Ya pili nataka niambie president kwamba amezuru sehemu zingine za nchi. Tunasikia anapatiana milioni. Amekuwa Western juice amepatiana 3.5 billion. Amekuwa Garissa the other day 3 billion. Hapa Uasin Gishu hapa ametoa atajichunga na ni yeye ni mtu yetu. Sawa. Atajichunga. So ile kitu nataka niseme, tunataka tuhudumu amani, alafu 2027 tuangalie itakuwa namna gani. Asante sana. Asante sana. Okay, kwa majina naitwa Duncan Sanchez, mkaji hapa Uasin Gishu. Jambo ambalo ningesema tu kuhusu hii maneno ya broad-based government, Raila kukuja ndani, mimi sijafurahia sana, kwa sababu kazi ya Raila ilikuwa ni oversight ya kuangalia serikali. Nao serikali vile iko saizi hakuna mtu anaichunga, kwa sababu hatuna imani na kina Kalonzo hawezi kufanya hiyo maneno ya oversight. Jambo lingine nataka niambie president ya kuwa yeye kabisa anaelewa Raila alikuwa namna gani. Raila aliingia serikali ya Moi, tukajua vile alifanya na akiwa NDP, aliibomoa. Juzi akakuja ya nusu mkate, akafanya hivi, akaona vile iko. Juzi akakuja ya Uhuru. Tena wakakuja hawakufika mali. Sasa hii tunataka tuambie President William Ruto, wakati unapolala, lala jicho moja likiwa imefunguka, kwa sababu huyu mtu haaminiki. Tunataka tuambie ukweli wa mambo, Raila anakuanga na vile anakuwa. Jambo lingine tunaambiwa, wakati tumeleta broad based government, tumeleta watu wote wakuje ndani. Tunataka tuambiane ukweli.
Wakati tunaleta Raila ndani, lazima hata wale wengine. Leo tumeona Ndindi Nyoro ametolewa. Na ni yeye tuliowahi akilala kwa station akileta hii serikali. So hatutaambiwa tunaleta watu wengine ndani na kuna wengine tunawafukuza nje. So hiyo sio kuleta uhusiano. So asanteni sana. Asante Bwana Sanchez. Kwa ufupi? So kwa majina naitwa Meshak, OCBD wa UDA. Mimi naunga mkono Raila Odinga. Na sisi tuko na imani na Raila Amolo Odinga. Sisi tuna support William Ruto kuungana na baba, na sisi tuko na imani ya serikali ya William Ruto. Sisi wakaji ya Uasin Gishu tuko na imani na serikali ya William Samoei Arap Ruto. Sisi wote na maendeleo sisi tunaomba, lakini sisi hatutapinga ati tuseme sisi ati hatutachukua project kwa mainji zingine. Sisi wote ni Kenya. Unaona, tunaonga William Ruto achukue maendeleo Kisumu, achukue Garissa, apatiane kwa sababu yeye ni president wa Kenya. Yeye yes, na yeye ni president wa kila mahali. So tunaunga mkono William Samoei Ruto 100%. Thank you sir. Naam, kwa ufupi tu sekunde 30 kwa sababu muda umeisha. Asante sana. Kwa majina naitwa Bernard Ombati. Hii kitu kenye imefanyika kama Raila Odinga na Ruto, mimi naunga mkono kwa sababu obvious kama hata angeenda ndani ya serikali lazima Raila angesumbua. Sasa ni kweli. Sasa inabidi waungane tuone kitu kenye tunataka. Sisi maendeleo kama si vijana hatuna job, by the way hatuna job, watu wanahangaika ni wengi sana. Kitu kenye tunataka tu waungane, warudishe maisha yashuke chini. Sawa, Ruto acha tuongoze, lakini kama Raila muungana naye, kitu yenye naomba tu maisha yetu sisi wote ikuwe sawa. Asante. Haya, ukimalizia sekunde kidogo tu. Kwa majina ni Jeremiah Kibet Sawe, mimi nikiwa mkaaji wa Uasin Gishu County. Sisi tunafurahia muungano ya Rais William Ruto na Raila Amolo Odinga, kwa sababu kama Raila Amolo Odinga ako na ujuzi ya kufufua hii Kenya, sisi tunaomba akuje na hiyo ujuzi, aongeze na William. Sisi sote tuungane pamoja na hii Kenya iende mbele. Lakini mambo ya maendeleo, huyo jamaa alisema sijui kila mahali, lazima kila mahali maendeleo ifikiwe. Sisi hatuna shida, tunaunga mkono 100% President wetu William Samoei Ruto. Ndo hisia za wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu kuhusiana na ushirikiano wa kisiasa baina ya Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga, na bila shaka hisia hizi zinaonekana kuwa mseto kwa asilimia fulani. Kuna wale wanaounga, kuna wale wanaopinga, na kila mtu ana hisia zake. Kwa sasa nitaungana na mwenzangu Edwin Mbugu akiwa katika kaunti ya Nyeri aweze kutueleza ni yepi walionayo kuyasema wakazi na Wakenya kutoka kaunti ya Nyeri. Mbugu, kama unanipata, fursa ni yako. Naam, bila shaka shukran sana mwenzangu Timothy Simoa kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Na hapa katika kaunti ya Nyeri nitakuwa nikizungumza tu na baadhi ya wakazi kupata hisia zao kuhusiana na kuungana kwa kinara wa ODM na aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, kukuwa na makubaliano ya kufanya kazi pamoja na serikali ya Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto. Na swali litakuwa, je, Raila ataweza kumsaidia Ruto kuweza kusuluhisha baadhi tu ya masaibu ambayo amekuwa akikumbana nayo? Kumbuka kwamba siku za hivi majuzi utawala wa Rais William Ruto umekuwa ukipoteza umaarufu kwa Wakenya wakisisitiza tu ni baadhi ya sera ambazo zimekuwa zikitekelezwa na serikali hii. Kwa sasa ni ungane na huyu hapa, tuanze kwa jina lako na tueleze pengine ujio Raila Odinga katika kambi ya William Ruto pengine kutamnusuru. Majina langu ni Ed Gitonga, mimi mkazi wa Nyeri, na ukweli usemwe kwamba Raila na Ruto kushikana ni faida kwetu sisi wananchi, hasara kwa wote wawili. Sababu sasa tutawatuma wote nyumbani as one pack. Hakuna ile ati kuchagua hii iende sijui Bondo, hii nayo mzigo uende sijui Sugoi. Wote utaenda kwa basi moja. Eldoret ndio itatofautisha ni nani anaenda Sugoi, mwingine anaenda Bondo. Raila Odinga kuungana na Rais William Ruto, yeye mwenyewe ndiye amejitia masaibu. Yeye mwenyewe ndo amejitia masaibu, sababu sahi kuwa na Raila ni kama kuwa na a loaded gun na unadhani uko safe, ama kukaa kwenye kikapu kimoja na Black Mamba na unadhani ati haitakuuma, na inajulikana it's the most aggressive animal. Kwa nini nasema hivyo?
Raila Odinga lost taste wakati alipoenda kusimama AU na kawa na backing from government, especially ule wakati ambao walisema kwamba ati Adani ni wazuri na anaweza kuvouch for them. Huo wakati ndo Raila alikosa relevance, sababu bado tulikuwa tumemwashiria kwamba tukua Gen Z kwamba kaa nyumbani, maandamano ni yetu, sisi ndio tutakomboa Kenya wakati huu. Lakini yeye na kimbelembele chake kukosa jina mzuri akaenda akajoin serikali. Sasa saa hii anajaribu ati kututetea sisi, sijui ati anasema sijui atetea Gen Z, sijui walipofidia, sijui nini. Swali ni tangu lini akawa member wa LSK ndio aweze kututetea sisi? Hatimaye unahisi ni nini, ni hatua ipi inaweza ikamnusuru Rais William Ruto? Moja tu. Wacha mkondo wako uishe uende nyumbani. You've done nothing for this country. Hii country pale ilipokuwa the 10 years ya Kibaki na 10 years ya Uhuru, venye tu Kindiki alisema ni kweli. It has taken you 2 years to destroy it. And then you think we are going to give you another chance. Euphoria haiko na sisi sahihi. Hata uende kwa Mwai, uende kwa sijui askofu nani, unadhani kwamba ati utamhonga Mungu kwa yale masaibu ambayo umepatia Kenya. Ndugu yangu, amka kidogo tafadhali, umelala sana. Naam, asante sana. Ni zungumzo na mwingine hapa. Tuanze kwa jina lako na utueleze mwanzo, unahisi hatua ya Raila Odinga ama Rais William Ruto kutafuta msaada wa Raila Odinga, pengine hatua ile itafua dafu? Naam, majina yangu naitwa Amos Mushiri, mimi ni mkazi wa hapa mjini Nyeri. Na kwa kusema ukweli, mambo yale yanatendeka hii nchi ni mambo ya kuogofya kabisa. Mwanzo mimi siamini kwamba jambo la kuleta Raila katika serikali ni kwa manufaa ya mwananchi ama kuendeleza nchi mbele. Hakuna kitu kama hizo. Hizi ni mbinu za kisiasa peke yake. Kwa hivyo hakuna usaidizi wote mwananchi anafaa kuongojea kutoka kwa hii serikali. Mimi kuna swali moja nataka mwananchi wa Kenya akuwe akijiuliza mahali popote alipo. Mwanzo kuko na serikali ya Kenya Kwanza. Hii nayo ni serikali ya ODM. Sasa ODM yenyewe wameingia kwenye serikali, wamekuwa upande wa serikali. Ili hali ndani ya bunge hao ndio wanaongoza katika zile committee, machea committee wa zile committee zinafanya oversight kwa serikali. So niambie, ni opposition ama ni serikali, watafanya kazi upande gani? Hiyo ni swali moja mwananchi wa Kenya anafaa kuangalia kwa njia ya makini sana. Kwa sababu mimi sioni hii ni sasa ni kama njama, wameungana waizi pamoja waegemee mwananchi wa kawaida. So hakuna manufaa yoyote ambayo iko hapo. Na jambo lile mimi naweza sema linafaa kufanyika wakati huu sahihi ni Stephen Kalonzo Musyoka na wale wabunge wengine wote wako nje ya serikali ni waungane wa demand hizi positions za kama PIC, PAC, nani ata oversight serikali. ODM imeshika hizo viti na wameingia kwa serikali. Na kuingia kwa serikali, huwezi niambia mbunge wa ODM ataenda kufanya oversight CS wa ODM ndani ya serikali. Kwa hivyo mwananchi ako peke yake, ajue hapa hatuna serikali, ni wakora tupo wamejaa pale, na ndio maana hii nchi haiendelei na haiwezi endelea. Ile kitu inafanyika ni siasa za 2027. Na kuanzia saa hii kuendelea hautaona hawa. Hebu tuulize kwanza. Wakati uliona Kibaki akizunguka juu ya magari hizo miaka 10 alikaa kwa serikali, alizunguka mara ngapi? Uhuru miaka 10 amekaa ndani ya serikali, ameongoza serikali na nchi ya Kenya. Amezunguka juu ya magari mara ngapi? Hii sasa tangu tumalize uchaguzi watu wamejaa tu ndani ya juu ya magari. Unahisi kwa katika muungano huu kati ya Raila na Ruto ni nani atakuwa kinufaika? Manufaa ni kwa hao. Unakumbuka wakati wa campaign tukiambiwa wale watu wako upande wa BBI, wale walikuwa na support BBI, hao ni vyeo wanajitafutia. Na hiyo jambo tuliambiwa juu ya magari. Saa hizi hiyo jambo ndio inaendelea saa hii. Kwa hivyo ni wale mabonyenye wamerudi tena, wamekutana, wamejitafutia vyeo, si mwananchi. Saa hii haifanyi kazi, hakuna kitu wanafanya. Ukiangalia capitation ya mashule ni kwenda zina saa hii they are deteriorating education. Hakuna capacitation,
Haya, kutoka hapo education funding model. Wanafunzi wamejaa huku wanalia. Sasa hivi unasikia ati tumetangaza tumesema pesa ya HELB itoke kesho. Na kama haijatoka mnipigie simu. Nani yako na namba ya president watampigia simu wa Gen Z? Sio watu wanabebwa tu ujinga akili. Kwa hivyo mimi naweza omba rais awache maneno mingi, atoke juu ya magari, arudi ndani tumuone akiingia ndani ya Harambee House na ndani ya State House, akae wiki mbili huko akipanga maneno ya kazi, ndio tujue anafanya kazi. Haya, na asante sana. Hayo ni maoni tu ya wakazi wa kaunti ya Nyeri. Maoni ambayo yaliweza kutolewa ama kauli ambazo zimeweza kutolewa ni maoni yao tu binafsi kuhusiana na muungano wa Rais William Ruto pamoja na Raila Odinga. Kutoka hapa katika kaunti ya Nyeri, sina la ziada. Na asante sana Edwin Mbugwa kutoka kaunti ya Nyeri. Hisia changamano hizo za Wakenya kutoka maeneo tofauti kuhusiana na ndoa ya UDA na ODM. Ushirikiano wa Rais William Ruto na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Kwa sasa tunaelekea katika studio C. Tuungane na mwanahabari wetu Harriet Shimea atueleze Wakenya wanasema nini katika mitandao ya kijamii. Ni ndoa ambayo imeleta hisia mseto mtandaoni. Wakenya wako na mengi ya kusema kuhusiana na swali letu la siku ambalo ni je, mkataba wa Rais William Ruto na kinara ODM Raila Odinga utasaidia kutatua changamoto zinazowakumba Wakenya? Je, ni hatua ya kuleta utulivu wa maendeleo au ni siasa za kawaida? Kwa hivyo tunakuuliza wewe mtazamaji, je, mkataba wa Rais William Ruto na kinara ODM Raila Odinga utasuluhisha changamoto zinazowakumba Wakenya? Tuma ujumbe wako kupitia mitandao yetu ya kijamii @K24TV na @KamemeTV pale X na Facebook. Kwa hivyo tutapitia usemi wa Peter Mwangi hapa anayesema hali ya uchumi ni mbaya na sidhani kama viongozi hawa wawili wataweza kufanya mabadiliko ya kweli. Alisema hakuna nusu mkate, ndio hiyo sasa. Alisema mambo ya chapati na SHA. Alisema deni itapungua kama Kenya, sisi wananchi ndio tunakopa. Ni usemi wake huo Peter Mwangi. Kuna Margaret Njeri anayesema tumekuwa na mikataba ya kisiasa ambayo haijawahi kuboresha hali ya Wakenya. Hata kama Ruto na Raila wataungana, mimi siamini kuwa wataweza kutoa suluhu kwa masuala makubwa kama gharama ya maisha. Joseph Otieno naye anasema kuwa naamini kuwa utekelezaji utakuwa ni tatizo kubwa na hatutakuwa na mabadiliko yoyote. Kuna Emily Wambui ambaye anasema Wakenya wanahitaji mabadiliko halisi na si maneno ya kisiasa. Hali ya uchumi ni ngumu ama suluhu ni hizo chapati 1 million. Ni usemi wake Emily Wambui. Kuna Bernard Kipkorir anayesema kwa upande wangu mkataba huu utakuwa tu wa muda mfupi. Viongozi hao wanatumia mikataba kama hizi ili kulinda maslahi yao binafsi. Sina imani na maneno haya. Ni usemi wa Wakenya wengi hapo kuhusiana tu na swali letu la siku ambalo ni je, mkataba wa Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga utasuluhisha changamoto zinazowakumba Wakenya? Kwa hivyo nitazidi kukusanya tu maoni yenu zitakazo kupita kutumia mitandao yetu ya kijamii @Facebook na X @KamemeTV na @K24TV. Kwa sasa niruhusu nichukue kopo la maji, tutarejea na mengi zaidi.